Hello ladies and gentlemen, mambo vipi? Hii ni Zango Podcast episode ya 3. Imekuwa ni muda mrefu hatujaonana, lakini episode zetu zinatoka kila wiki, kila Alhamisi. Hii episode inapatikana katika jukwaa la YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, tunapata kule kama Zango Zaidi TV. Ingia YouTube, search Zango Zaidi TV, alafu bonyeza alama ya subscribe, alafu share, comments kwa ajili ya vipindi vizuri vya elimu kutokea hapa Zango College of Health and Allied Science. Na leo niko na mtu muhimu sana katika chuo cha afya Zango. Huyu ataenda kujitambulisha kwa majina yake, atatuambia anaitwa nani na mtamjua, lakini mtakuwa shock kidogo. Kwa nini? Karibu kwenye Zango Podcast episode ya 3. Asante sana. Karibu sana. Sasa jitambulishe kwa majina yako, unaitwa nani, mtu akufahamu. Karibu. Okay, kwa majina naitwa Madam Aksa Julius, ni Head of Department ama mkuu wa idara kitivo cha ustawi wa jamii. Ustawi wa jamii. Yeah. Ndo wanasema social work. Social welfare officers. Social welfare officers. Yes. Nilisema pale tangu mwanzo kwamba leo mtakuwa shocked. Kwa nini? Kwa sababu watu wanadhania tu chuo cha afya Zango, ikishaitwa chuo cha afya Zango wanajua kwamba tunatoa tu kozi za afya, wamezoea maabara, wamezoea pharmacy, lakini leo umesikia kuna kitu kinaitwa ustawi wa jamii ama social work. Ni kweli hii kozi inapatikana hapa. Hey madam, tuambie maybe labda social work, mtu anataka kujiunga na hii kozi ya social work chuoni hapa, atakiwa awe na vigezo gani pengine? Okay, kwa kozi ya social work, mwanafunzi ambaye amehitimu kidato cha 4 na kupata ufaulu wa D4 isipokuwa ya dini. Isipokuwa ya dini. Yeah. Kwa hiyo akiwa na biology sawa. Akiwa na biology sawa, akiwa na Kiswahili, civics, English, zote zinakubalika. Okay. Kwa hiyo mwanafunzi walau awe na D4 ili aweze kujiunga na ustawi wa jamii. Yeah. Sawa, ustawi wa jamii. Unaweza kumwambia nini mtu kuhusiana na hii ustawi wa jamii? Yaani sawa atakuja kusoma ustawi wa jamii. Mwishowe anapomaliza ni miaka mingapi? Miaka 3. Miaka 3. Yeah. Inakuwa ni diploma au tunaita stashahada. Okay, diploma au kwa Kiswahili chake stashahada. Yeah. Sasa okay, mtu anakuja anasoma hii kozi hapa chuoni ya social work au ustawi wa jamii. Huyu mtu anakuja kuwa nani baadaye pengine? Okay, kisha soma kwa kipindi chote cha miaka 3, anakuja kuwa afisa ustawi wa jamii. Anakuwa afisa ustawi wa jamii. Yeah. Okay. Ambapo kwa Kiingereza tunamuita social welfare officer. Okay. Yeah, ambaye anaweza kufanya kazi kama afisa ustawi wa wilaya, kata, sawa, lakini pia anafanya kazi kama mtendaji. Anafanya kazi hospitalini kama afisa ustawi. Okay. Yeah, anaweza pia kufanya kazi kwenye hizi NGO au tunaita mashirika yasiyo ya kiserikali. Okay. Yeah, ambapo kwenye nchi yetu tuna mashirika mengi yasiyo ya kiserikali ambayo yanajihusisha na watoto, wanawake na yale makundi maalum. Pia pale anaweza kufanya kazi. Okay. Taaluma yake inamruhusu kufanya hapo. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa hivyo ambavyo ulivyosema. Yeah. Hii sasa ni kama fursa ambazo zinapatikana katika kozi ya ustawi wa jamii. Yeah. Upande huo wa kuajiliwa, si ndio? Yeah. Kwa hiyo upande wa kuajiliwa mtu anaweza akawa afisa, ndio wale maafisa kwenye NGOs. Na NGOs unamaanisha kama UN. NGOs kuna shirika kama ya TAMWA, Save the Children. Okay. Haya mashirika ambayo yana deal na wanajamii na au makundi maalum kama watoto, wanawake, wazee, walemavu. Okay. Yeah. Nimesikia pia hospitali inaweza kukaa hospitali. Hospitali yoyote ya serikali. Hospitali yoyote ya serikali. Hospitali anafanya nini sana sana? Hospitali pia anafanya kama afisa ustawi hivyo kwa cheo hicho. Manake pale kuna zile hospitali ambazo ni kubwa, regional hospital. Kuna issues za referral, afisa ustawi ndo anayesimamia. Lakini counseling, ushauri nasaha, afisa ustawi ndiye anayetoa kwa wagonjwa. Kwa manake kitengo hicho kipo hospitalini pia. Okay, kuna kitengo pale cha afisa ustawi. Yeah. Anafanya psychology, anafanya counseling. Yeah. Anafanya counseling. Yeah. Okay, sawa. Vipi benki? Anaweza kaka? Benki hapana. Ijapokuwa zipo taasisi nyingi ama sehemu nyingi ambazo social welfare officer anahitajika. Okay. Kwa sababu yeye anadili na
wanajamii, matatizo ya kijamii, yani vitu vingi kuhusiana na mtu na wanajamii yeye anahusika navyo. Kwa kila sehemu yenye mkusanyiko wa watu social welfare anahitajika. Ndio maana nikakuuliza kwa sababu kuna organization nyingi au hizi taasisi nyingi, kwa sababu nyingi zinaenda kugusa wanajamii. Na kabla hawajaenda kufanya chochote kwa wanajamii inahitajika huyu mtu, si ndio? Atoke aende kwenye jamii kwanza. Labda tunataka tulete bidhaa fulani. Vipi sana naweza kukaa kwenye taasisi kama hizo, maybe viwanda vinataka naweza kukaa, ndio maana nikasema popote ambapo pana mkusanyiko wa watu. Kama hizo kwenye hayo mashirika, yeye afisa ustawi anakaa hapo. Kwa sababu kazi anazo. Sasa leo serikali ina mradi inataka ipeleke SGR Kigoma. Anaweza akatumwa au anaweza akaajiliwa mtu kama huyu akazungumze na wajamii, bwana, hapa kuna mradi unatakiwa kupita hapa. Lakini maeneo haya au watu ndio wanaitwa social welfare. Kwa hiyo fursa ni nyingi sana. Lakini vipi kwenye upande wa kujiajiri? Sasa kwa upande wa social work kama kozi na kutokana na knowledge na skills ambazo anazipata kwenye hii kozi, inamtengenezea pia yeye mazingira kuielewa jamii, lakini pia kuwa sehemu ya kutengeneza mikakati ama namna ya kusaidia jamii. Kwa hiyo yeye kwa utashi wake anaweza akafungua organization ya kwake yeye mwenyewe, kama kujihusisha kusaidia watoto, wanawake, vijana, whatever ambacho yeye anaona kinakuwa ni choice kwake, akakiintroduce kwenye jamii na kikawa msaada kwenye jamii. Kwa kitoka pale anatoka na elimu thabiti ya kumwezesha yeye kuweza hata kufungua organization yake, na akapewa nguvu na serikali inaona akasaidia watu wengi zaidi. Yanakuwa mataifa yaliyoendelea yanakuwa yanatoa misaada kwenye hizi NGOs. Sambamba na hilo nafikiri hilo ni kwa ukubwa sana. Sawa. Hizo ni fursa ambazo zinapatikana katika hii kozi. Lakini samani nikukatishe. Pia anaweza akafungua hizi ofisi za counseling. Yeye akawa anatoa hiyo huduma ya ushauri na saa. Naona kuna vituo vya ushauri na saa. Sababu sasa hivi kuna mambo mengi sana kwenye jamii. Matatizo ya akili. Yanatoa. Hii kitu inahitajika sana kwa sababu hivi vitu sasa hivi kuna mgandamizo mkubwa sana wa haya mambo kwenye jamii yetu. Kwa hiyo tunahitaji watu wa namna hiyo waweze ku raise voice, watuambie haya mambo yanakuaje, ukatili. Hizo ni fursa ambazo tumezisikia zinapatikana katika hii kozi ya ustawi wa jamii. Mtu unaposoma kwa miaka 3 kutoka na diploma yako unaweza kuajiliwa, lakini pia unaweza kujiajiri. Niko bado na Madam Aksa, lakini nahitaji amwambie kitu Mtanzania au mtu ambaye anatamani kuja kujiunga na chuo cha afya zangu kwenye upande huu wa kozi ya ustawi wa jamii. Karibu. Asante. Kwa Mtanzania, yamkini ni mzazi ama mwanafunzi umemaliza kidato cha 4, hujui utasomea nini, ningekushauri kabisa usome social work. Social work ni nzuri sana. Ni kozi ambayo inahitajika kila siku kulingana na kwa sababu jamii ipo, basi na maafisa ustawi wanahitajika. Kwa sababu tupo kwa ajili ya kusaidia jamii na kila kitu kinachohusiana na jamii. Kwa hiyo ni kozi nzuri, ni kozi ambayo ni profitable. Ni kozi ambayo inahitajika leo, jana ilihitajika na kesho inahitajika. As long as jamii ina exist, basi na hii kozi uhitaji wake ni mkubwa. Kwa maana yake ni kozi nzuri sana. Ninakushauri kijana uliyeko nyumbani na mzazi ambaye pia unawaza mtoto wako utampeleka wapi, mlete chuo cha afya na sana shirikishi zangu. Wapo walimu wazuri, lakini pia mazingira ni mazuri ya kusoma, na tutamkuza mtoto wako kwenye namna tu sio ya kutarajia pia ajira, lakini hata yeye mwenyewe ambapo anaweza akajiajiri. Kama nilivyotangulia kusema, social work inaweza kumfanya mtu, inampa mtu maarifa hata yeye kufungua ofisi akatoa
hiyo huduma ya counseling, msaada wa ushauri. Kama unavyojua siku hizi matatizo ya afya akili ni mengi, kwa una uhitaji mitandao ya kijamii sasa hivi inatumika vibaya sana. Kwa hiyo vijana wanahitaji kweli kushauriwa. Kuna vitu wanahitaji vijana kwa form za kujiunga na kozi ya social zinapatikana hapa chuoni. Zango College kipo Mfenesini hapo Puto Stand, ukishuka ukiuliza tu chuo kiko kwa barabarani kabisa. Lakini pia form zinapatikana Zango Hospital ipo Chamazi Magengeni. Lakini pia form zinapatikana Opera Health Center pale Maji Matitu Chasimba. Lakini pia forms zinapatikana katika website yetu pale, ukiingia Google search www.zacohas.ac.tz pale unaweza kukutana na form ya kujiunga. Lakini pia kwenye namba za simu za WhatsApp unaweza kupiga 0717 120575. Madam, tuambie ada zipoje kwenye kozi hii ya ustawi wa jamii? Ni nafuu na tunalipa kwa awamu 4. Lakini pia masikilizano yapo. Tunaweza tukabagaini. Sio kwamba tutapunguzia ada, lakini unaweza kutoa kwa kadri unavyopata. Unaweza kutoa kila mwezi kama ule mfanyakazi upo unafanya kazi, lakini pia unataka kujiendeleza kimasomo, tunaweza tukaongea na wewe. Kama unalipa mshahara wako kila mwezi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka ukamaliza hii ada. Ada inafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4 kama Madam Aksa alivyosema. Tulikuwa kwenye kipindi hiki mimi Jafet Godfrey Moshi na Madam Aksa, umeweza kuielewa vizuri kozi hii ya ustawi wa jamii. Tumekuchambulia kozi hii ya ustawi wa jamii, ndio madam? Ndio. Kwa hiyo kazi iliyobaki ni ya kwako tu kuapply kwenye chuo hiki cha Zango College of Health and Allied Science, kinapatikana Chamazi Mfenesini, Mbagala, Temeke, Dar es Salaam. Tukutane tena wakati ujao katika episode ya 4. Bye.